Welcome to this great YouTube channel, and my name is Derrick Ocharo. I'm committed to ensuring that you understand the different cultures from different communities across Kenya, and today I have one of the wazee, and niko na mzee hapa. Mzee atakuwa anatuelezea kwamba kulingana na mila na desturi, je, Mijikenda wameishi vipi? Je, Mijikenda walitoka wapi? Na mengineyo, kwa sababu Mijikenda is one of the communities we have in Kenya, and most of people would like to know, mjue hawa watu wanaishi vipi? Hawa watu hata kwa upande wa kuoa mambo yako vipi? Pale mtu ameaga dunia, matanga wanafanya vipi? Wana celebrate vipi? Na mengi. Sasa ningechukua fursa hii nimkaribishe mzee atuambie yeye ni nani, anaitwa nani. Mzee, karibu. Okay, asante sana bwana Derrick. Bwana Derrick kwa kuja kuniona. Kwa majina mimi naitwa Bakari Thani Makame. Mimi ni mmoja katika Mijikenda, katika Digo Drumagiria Machony, Kamberi Bejibana, Kauma na Rabai. Hizo ni kabila 9 ambazo kwamba ziko along the coast. Kabila hizo zinazungumza katika matamshi yao yanatofautiana, lakini si kwa wingi. Na mila zao pia ziko lakini hazina tofauti kubwa. Mila ya Mgiriama na mila ya Mduruma na mila ya Mchonyi zinatofautiana kwa mahali padogo, lakini sana sana huwa zinaenda sambamba. Tukija katika upande sana wa Giriama, ambao kwamba mimi huko ninakotoka, mimi natoka sehemu ya Kilifi. Wagiriama wakati wakitaka kwenda kuoa, wakati huo wakati wa leo, vijana au generation ambayo tuko nayo, mambo ya mila tumeyaacha, hatuyafuatilii. Kwa nini mmeyaacha? Yameachika kwa sababu sisi wazazi kusoma ndio tumesoma, lakini ni kidogo. Lakini vijana wetu wengi wanasoma kisha wanapata fursa ya kwenda ng'ambo. Sasa wakirudi hapa wanachukua ile madhehebi ya kizungu. Sasa hizi mila na desturi zinazibadilisha kutokamana wenyewe sisi wana watoto wetu. Na wakati wa leo ni wakati wa kuwa watoto wasikizwe na wazazi. Mfano mdogo kama mabata. Mabata wakitembea utapata watoto wako mbele, wazazi wako nyuma. Kila siku. Sasa kabla tuendelee, mzee umefanya introduction nzuri sana. Kuna mtu pale anataka kujua Mijikenda ndio hao watu walitoka wapi? Mijikenda wako na 9 sub tribes, walitoka wapi wakakuja huku coast? Mijikenda walitoka sehemu ya Sungwaya, ndio wakaja hapa wakasambaratika. Idadi kubwa iliyokuja ndani ya mji wa Mombasa ilikuwa ni Wachonyi na Wakauma. Wachonyi hao na Wakauma wengi wao walikuwa wakifanya kazi za nyumbani. Na hapo idadi ya Waarabu katika karne ya 6, karne ya 7, karne ya 8, karne ya 9, Waarabu walikuwa wako wengi, na biashara yao walikuwa wakileta dry fish, na hapa kwetu wakichukua vitu vya thamani ilikuwa ni pembe za ndovu. Sasa wakipata mmoja akifanya kazi kwenye nyumba yao, huwa lazima wamshawishi akubaliane aingie kwenye dini ya Kiislamu. Ndio maana idadi kubwa ya hapa Mombasa utapata wengi ni Waislamu. Na wale wazazi walikuwa ni Kauma na Kichonyi. Sasa hiyo intermarriage iliingia baina ya Waarabu na Mijikenda hao ambao nimewataja, Mchonyi na Mkauma, ndio waliofanya ilikuwa swali wale hivyo au wenye walikuja vile walivyokuja hapa wakasambaratika. Idadi kubwa iliyokuja hapa ilikuwa ni Wachoni na Wakauma. Sasa hapo wakawa na intermarried, wakaanza kuzaa na wengi wakasilimishwa. Kulikuwa wakati wa nyuma hakuna dini. Hawa Arabu dini ndio wao walioileta hapa ya Kiislamu.
Katika karne ya 9 mpaka karne ya 6 mpaka karne ya 10 bado walikuwa Waarabu wanakuja na kwenda, na kuna baadhi waliokaa hapa wakawa na biashara zao na pia wakaoa wakauma, wakaoa wachonyi, wakazaa, ikawa sasa ni dini ya Kiislamu, idadi yake ikaongezeka. Shauri Waarabu walikuja hapa kwa nia ya biashara na pia walisilimisha watu sana. Watu wakaingia kwa dini ya Kiislamu. Watu wakaingia kwenye dini ya Kiislamu. Kwa sababu ukiangalia ni hapa Mombasa ndo Waislamu wako wengi sana. Idadi ya Waislamu, percentage ya Waislamu hapa mjini Mombasa kuongeza, wacha Mombasa kisiwani pekee, mpaka huku Mombasa ni nchi kavu ambao kwamba ni mainland. Tuna mainland 3, kuna south, kuna north, kuna na west. Sasa idadi ya hapa ni kama 1.5 milioni, na kuanzia 70 to 80% Mombasa ni Waislamu. Mombasa ni Waislamu. Kuna mtu anauliza kwamba katika hizi subtribes 9 za Mijikenda, ndivyo gani kubwa kuliko nyingine na gani ndogo? Okay. Katika hizo zote kubwa, katika hii sana kubwa zaidi ni hizi mbili, Mgiriama na Mdigo. Hizo ndizo ambazo ni kubwa, lakini Mkauma idadi yake ni ndogo sana na si wengi, lakini idadi kubwa ya Wakauma na Wachonyi ndio walipata kusilimu, kisha wale wengine wakafuatilia. Lakini katika idadi ya Mijikenda, katika ile nilosema Digo, Druma, Giriama, Chonyi, mpaka tukifikia huko mbele wale walifuatilia, lakini kwanza walioanza sana ni Wakauma na Wachonyi. Sasa hapa kama nilikuambia 70 kwa ngapi? Kwa 80 Mombasa. Ukiongeza mji wote wa Kenya hii utapata kuna milioni kama 50-55. Na hao 55 utapata dini ya kwanza ilikuwa ni Kikristo. Kisha kutoka hapo ndio kaingia Waislamu kama Kenya nzima kama 30% au 40 hivi. Kitu kama hicho. Sina idadi kabisa, sasa kusema kitu ambacho sina uhakika nacho, lakini hapo ndio kiasi kile ninachokijua. Na kama nitakuwa nakosea, nyinyi ambao mnasikiza pia mnaweza kunikosoa. Mimi sina shida, kwa sababu kila unavyozidi kuzungumza na kila unavyozidi kukosolewa ndio unavyozidi kusoma. Ni kweli. Sasa tupe mifano ama tofauti 2-3 kati ya hizi jamii 9, subtribes 9. Kuna tofauti gani ama kuna kitu gani inafanya hizi subtribes 9 zinafanana, ama kuna tofauti gani kati ya hizi subtribes 9? Okay. Sasa sana katika upande wa kwanza, tuanze kwa upande wa uozi, upande wa kuoana. Kuna baadhi sana huwa wanapenda kuozesha binti zao kutokamana na wanyama kama ng'ombe, mbuzi. Na kuna baadhi yao ambao kwamba wanapenda mali, lakini kwa wakati wa nyuma mara nyingi walitumia wanyama kama ng'ombe na mbuzi. Sasa hii mali inaashiria pesa ama nini? Mali inaashiria kama pesa. Mali inaashiria kama pesa. Sasa kukwambia ati ni kabila fulani ni gani, ni Mkauma, ni Mduruma, huwa haziendi sambamba. Waduruma kidogo wako kivyao, na Wagiriama nao wako kivyao, na Wadigo wako katika kimila. Hivi sasa wametoka na mila zao. Kama mtoto anataka kwenda kuoa katika mila za Kigiriama, huwa unaenda mzazi, mtoto anamwambia mzazi ni Kigiriama. Na pia hao wengine ni hivyo hivyo. Lakini zile njia ambazo wanazifuatilia kidogo zina utofauti, si tofauti kubwa sana. Manake huwa anafuatia kuwa mtoto aenda kataka kuoa na ana msichana amempenda, ama si hivyo. Mara nyingi ilikuwa uozesi wa zamani ulikuwa ni organized marriage. Hivi leo ni choice marriage. Sasa hii organized marriage ilikuwa gani na hii choice marriage ilikuwa gani? Na kabla ujiendelee hapo, kwa tofauti katika hizi nini 9, kuna tofauti kwa kilugha ama lugha ni moja, ile local dialect? Sasa hizi zote tofauti ni dialect. Dialect is a proper word in English. Exactly. Manake let's say kwa mfano Muhogo
Katika upande wa Wadigo wanaita manga. Tukienda kwa upande wa Giriama wanaita mgazi, wanaita manga, huko unaitwa mgazija. Mduruma ita mgazija, Mgiriama ita mgazija. Tukienda kwa Masaka, karibu wote wanatumia Masaka ambao ni nini? Pilipili. Taona. Sasa hii Masaka inatembea mpaka Ukambani pia wanatumia Masaka. Ambao kwamba ni pilipili. Sasa tofauti ni yale maneno kadhaa. Mduruma kizungumza kwa kitaratibu, Mkauma ataelewa. Na Mkauma naye kizungumza na Mdigo kitaratibu au nini, wanaelewana. Na pia kuna intermarried. Kama hapa kwetu Likoni utapata wengi ni Waduruma na Wadigo ndio wanafanya intermarried. Sasa wazazi unawatuma wanakwenda kwa ile boma nyingine kwenda kumtakia mwana wao, arranged marriage hiyo. Sasa hii ni marriage sasa. Marriage. Inaandaliwa na wazazi. Wewe kijana utaambiwa wewe utaoa. Hujui mke ni nani. Na yule msichana naye atawaambia utaolewa. Hajui mume ni nani. Shanielewa? Lakini zile familia zinajuana. Wanajua boma fulani ile boma ina madhehebu mazuri. Wana heshima, wanakufuata mambo ya kimila vizuri. Pia watoto wao si watukutu, wao si watundu. Na kila sifa zinazotoka kule wao pia nao wanazipata. Kama hivi katika hii area unapata kuwa kuna watu tofauti na maboma tofauti. Sasa huwa wale wazazi wachagua familia nzuri, kutafuta binti nzuri, kisha ndio wanakwenda kuposea mwana wao. Sasa mimi kama kijana siendi kutafuta, natafutiwa bibi. Watafutiwa bibi. Wakati wa leo bibi unamtafuta mwenyewe, lakini wakati wa nyuma ilikuwa ni arranged marriage. Alaikum salam. Ilikuwa ni arranged marriage, na hiyo arranged marriage inafanywa na wazazi na ilikuwa inadumu. Kwa sababu wazazi humtakia mema mwana wao wa kiume, humtakia mema mwana wao wa kike. Wanajua boma ile tabia zao ni nzuri, boma hii tabia yake ni mbaya. Lakini kuungana na wakati wa leo, kama nilivyotangulia kusema, ni ulimwengu wa mabata, watoto mbele, wakina wazazi nyuma. Atakachoamua mzaa mtoto, hata ukipinga ni kazi bure. Ikiwa ni binti ataka kumuoa ni huyo huwezi badilisha. Na kiana ni msichana ni bwana ataka amuoe ni huyo. Ukabadilisha kinatokea maafa baadaye. Kuna baadhi ya wasichana au kuna baadhi ya wavulana huwa wanajinyonga, wengine wanajiua. Au wanakosa kuelewana na wazazi. Hapa kwa marriage, hapa kwa kupoza, sijui kupozeana. Haya, basi tuende tu nalo hivyo. Sasa mimi nimekuja nimekwambia hivyo baba. Pengine nimekwambia kuna msichana, ama umekuja ukaniambia wewe utaoa, wewe utaolewa. Sasa sherehe inaanza vipi? Swali zuri. Sasa wazazi wale wataondoka, watakwenda kwenye ile boma yenye msichana. Watakwenda, lakini lazima wawe na pombe. Hiyo ndio mila, lazima pombe iwepo. Na watatoa taarifa. Wakati wa nyuma ilikuwa hakuna simu. Ilikuwa natumwa mshenga. Mshenga ni nani? Mshenga ni yule labda anejua ile family, mimi ninamuita, ninamuuliza familia ile ikoje. Huyu mshenga ndio atanichanua. Familia usiende au familia ile nenda. Sasa huyu mshenga ndiye ambaye atatumwa. Kulingana na wakati leo tutatumia simu, tunakaa au sana ni simu. Wakati wa leo ni rahisi communication, lakini wakati wa nyuma watumia mshenga. Mshenga anakwenda anatoa salamu, na yeye akienda hawezi kuongea mpaka kwenda pombe. Huyo mshenga kwanza pombe. Hii pombe ama ni wazee walipenda pombe sana, ama hii pombe ilikuwa inaashiria nini? Pombe inaashiria kuwa ni mahali ambapo kwamba mtu ukinywa pombe unazungumza ukiwa na raha, na pia una ile motisha ya kuongea. Unanielewa? Si kwamba wazee walipenda pombe. Si kwa wazee walipenda pombe sana. Ile ni katika wao walifuata mababu zao.
mababu zao walikuwa ni hivyo, nao wakafuata huo mstari. Lakini pombe hufanya mtu inasheheresha mazungumzo, inasheheresha kama kuna tuseme festival, huwa sasa pale watu to make people happy. On both sides. Kija pale, ijapokuwa kwa wakati wa leo ni hasara, pombe inaleta vita, pombe inaleta kutokuelewana, lakini wakati ule kwa hawanyi pombe ya kulewa, ni pombe ya mazungumzo. Sasa yule mshenga atarudisha habari kwa wazazi wale wa mume, kwa ile family, nimewaambia na wamekubali, mjipange siku ya kwenda mnaambie. Amerudisha majibu na yeye anapatia majibu, nendeni waambie siku fulani sisi tutakuja. Wajiweke tayari, wajitayarishe, na sisi tujitayarisha siku fulani twaja. Mshenga anarudi tena kwenda kutoa habari. Na siku ikifika, huyu baba atajichagua yeye na nduguye au na nani yake mwingine, watu kadhaa watakwenda, lakini pombe watakuwa lazima wamebeba. Wakati mnaenda mpaka yule kijana mwenye anataka kupata bibi, kijana hayuko. Hayuko. Wazazi kwa wazazi. Wazazi kwa wazazi. Wanakwenda wao pale, wanasayusa, wanamkuana, wanamaliza, introduction inafanywa. Huyu ndiye fulani, huyu ni mjomba wake, huyu ni baba mdogo, huyu ni brother yake mdogo, huyu ni vipi. Na upande ule mwingine nao wajieleze, mimi ni fulani, mimi ni fulani, mimi ni fulani, mimi ni fulani. Kisha kumaliza hapo, sasa wale watawauliza, mmekuja, tumewaona, tumewasikia, tumejuana, cha msingi kilichowaleta kipi? Sisi kilichotuleta hapa, tunaye kijana wetu ambaye ametimia kuoa, na hapa kwako pana msichana ambaye kwamba ametimia kuolewa. Sasa kwa tumekuja kutaka uchumba, kuchumbia huyo msichana, tumchumbie mwana wetu wa kiume. Sasa pale aiza kuwa huyu ni Mduruma, akazungumza Kiduruma, na huyu naye ni Mgiriama, akazungumza Kigiriama. Lugha baya. Wakashikana, lakini tofauti kama nilivyokuambia, Manga na Mgazija. So unaona hapo, it's the same thing, Muhogo. Manga, Mgazija. Sasa kuna maneno mengine yasemeka Kiduruma hivi na Kigiriama sema hivi, lakini hakuna tofauti kubwa, wanaelewa. Bora asikize kwa makini. Ataimanisha hichi kitu fulani, na kulingamana na ile ni kifungu cha mazungumzo na maneno, atajua hii amemaanisha nini. Na huyo kwao wanataja hivi na yule kwao wanataja hivi, watakuja watapata muafaka katika mazungumzo. Kisha pata muafaka, wanasema ni kitu kipiano wanataka, ni wanyama kadhaa au ng'ombe kadhaa au mbuzi kadhaa. Kama wataweza, katika sheria ya kimila huwa utoi zote sana. Maana ukitoa zote kama ujeuri. Hiyo ni ujeuri. Unatoa kidogo. Kisha unaahidi zingine siku nyingine. Sasa hapo wanafunga, wanapanga siku ya kuleta zile zingine, kisha watoe siku ya kuoa. Baada ya kuoa, boma ni hii. Nyumba hii bwana, jenga yako. Wewe mtoto na umetaka kuoa na umetimia kuoa, jenga nyumba yako. Hii ni yangu mimi na mke wangu. Jenga yako na mkeo. Lakini katika ile eneo ajenga nyumba yake. Kisha kujenga nyumba yake mzuri. Akishajenga nyumba yake, anaanza maisha yake. Wakati wa nyuma ilikuwa watu wanakaa pamoja bila utesi. Lakini wakati wa leo familia zikiwa pamoja kuna utesi mwingi. Lakini wakati ule watu wanakuwa wanakaa, wanaelewana, wanasikizana, kila kitu kinakuwa sawa. Sasa wakati mmekubaliana pale, ndio mmekaa chini mpaka wale wazazi wa kina msichana wamesema sisi tunataka hivi na hivi. Tunataka ng'ombe, tunataka pesa, tunataka nini. Je, mnapeleka haya yote mwanzo ndo mpewe bibi mkuje naye, ama mnakuja na bibi ndo baadaye mpeleke? Ile na kwa hivi kuna kuafikiana pia king'ombe. Mfano waseme ng'ombe kama 50 mfano, pia una nafasi pia ya kujitetea. Hiyo mlosema ni kweli, lakini sisi tunaweza fika hapa. Tunaweza kufika kiasi hichi.
Ikiona mazungumzo yamekuwa mengi sana, naambia tupeni nafasi, mnakwenda njama. Nyinyi watu upande wa kwa mume. Naenda mnazungumza huko ili mkirudi mrudishe jibu. Mrudisha jibu, mseme hiyo tumlosema, hiyo mlosema tumekubalia, lakini tuomba ipunguzwe. Mkishakuwa fikiana kila kitu na mshapeana, ndio sasa baadaye waweza kwenda kufanya harusi na mkamchukua mke wenu. Mkamchukua msichana. Baada ushalipa kila kitu. Au mmesema tutalipa kiasi kadhaa, lakini mtupe mke, zitakazobakia tutaleta. Sasa ni mapatano baina ya familia mbili hizi. Kuna swali ningependa kuuliza, na kabla niulize, acha niulize hivi. Ndio. Kwa boma, kwa sababu kulingana na desturi, mila na desturi zetu, kama mimi Mjaluo, kuna yule pengine uko na vijana wawili watatu, yule wa kwanza atanaoa. Alafu afungulia wengine njia pia waoe. Sijui kwenu mnafanya vipi? Katika Kimijikenda huwa ni kama hivyo hivyo. Lakini kuna kuvunja sheria na kuna kukunja sheria. Kukunja ndio hii. Kukunja ndio hii. Ila kuvunja ndio hii. Sasa kusema kweli haina tofauti na msemo wako. Sawa sawa huwa inafuatia 1, 2, 3. Lakini kuna vijana wengine wadogo wameoa, wakubwa hawajaoa. Sasa ni uzembe wa yule wa kwanza. Labda kuna tofauti fulani. Kama wengine huwa ataka kubadilisha kila rinda alitaka kulijua. Mtu kama huyo kuoa huwa ni ngumu. Leo kuna Kinyi, leo kuna kesho Fatuma, kesho kutwa kuna sijui Amina. Sasa mtu kama huyo hata kumweka chini huwa ni atapata wadogo zake wote washaoa. Lakini si sheria wala sio kimila. Kimila ni 1, 2, 3. Sio ati wewe mkubwa lakini hushughuliki. Ni ukipata pesa wewe watafuta huyu wabadilisha yule, watafuta huyu wabadilisha yule. Sasa familia inakuangalia, sio naita kuna kalifanya chini, wewe vipi utaoa? Nitaoa. Lini? Nitawaambia. Sasa anaona uzuri wake ni kule kutesa. Leo iko pub hii, kesho pub ile, mara sijui uko wapi, tena iende bahati mzuri ana pesa. Hiyo sasa kuoa wengine huwa inachukua muda sana. Mpaka wazazi wakadhani ile swali nilikuwa nataka kuuliza. Ni kwamba sasa kulingana na sisi naona kwamba naweza pata bibi, nikae naye ndio kwa muda, alafu baadaye ndo nipeleke mahari. Hata kuangalia tabia zake nini, nimemjua vizuri, yeye pia akanijua. Basi hapa nyinyi mnapeleka mahari, ndio mnafanya harusi, bibi unakuja naye. Sasa je, imefika mahali sasa watu wanataka kuachana, inakuwa vipi hapa? Sasa katika kuachana inategemea kosa limechangia upande gani mkubwa. Inaweza kuwa kosa limechangia sana kwa upande wa bwana, au kosa limepangia sana upande wa bibi. Ikiwa bibi ndiye amekazania kuwa wa split, bibi kama amekazania, mimi siwezi kukaa na wewe kulingana na hii ABCD. Kwa hivyo huyu bwana atakubali, na atakapokubali itabidi yule bibi aachwe. Sawa, bila shida. Lakini kama ni mimi bwana ndo ninataka ile bibi lazima arudishe mali kwetu. Atarudisha mali kwetu. Kama impata bwana mwingine, huyo bwana ndo atarudisha hiyo mali. Kama tulitoa ng'ombe 10 na ng'ombe 5, ng'ombe 6 mfano, zitarudi. Kwa sababu pengine amepata bwana mwingine. Hawezi kuolewa mpaka arudishe mali. Sasa kama atasaidiwa na ndugu zake, kama ni yeye mwenyewe atahustle, arudishe kisha ndio aolewe. Na ikiwa ni bwana mwenyewe ndiye ambaye kwamba ameamua kutakuwa kusplit, itabidi amuache tu aende hivyo. Lakini ikiwa ni bibi yeye ndiye ameitisha ile kuachika, ni arudishe mali, aidha yeye mwenyewe au wazazi wake au yule ambaye ataka kumuoa. Sasa wakati mimi kama bwana nimetaka tuachane, tumeachana, sijaitisha, kwa sababu unasema kama bwana ndiye anataka, hakuna kurudishewa, hakuna. Sasa hapa pengine ameenda kule,
ameenda pengine hajapata bwana mwingine. Sorry, una wao pia sorry. Bwana pia anao njia ya kudai. Lakini sasa hiyo ni katika mila. Katika kidini hakuna. Katika kidini hakuna. Both sides inatakikana rudi mali. Unaweza kusema mimi sasa ni huyu mke hivi na hivi. Lakini sasa sana inachangia sana ikiwa mke anataka kuachwa. Kwa bwana iko lakini haina uzito sana. Lakini kwa bibi ina uzito. Sasa ameenda. Nimetaka tuachane, ameenda. Ndio. Hajaolewa, hajapata bwana mwingine. Akaenda kwa bahati mbaya akaaga dunia. Akiwa sasa ameenda kule hajapata bwana, ndio mahali nilikuwa nimepeleka. Je, bado ni bibi yangu, naweza kuchukua kazika yeye? Iko sheria. Hapo hapo sheria za kimila. Yule kwa vile alikuwa mali hajairudisha, bado ni mke wangu. Hanila. Kama mali kwa amerudisha angekuwa tuko mbali. Lakini kia hajarudisha pia nao sheria ya kusema huyu ni mke wangu na nitakwenda kumzika kwangu. Sasa itategemea maelewano baina ya familia mbili au boma mbili. Tupige hatua. Katika jamii kuna wale wakubwa katika boma. Kuna mzee na kuna mama pale. Je, jukumu lao lilikuwa gani? Kama mzee jukumu lako lilikuwa gani na mama kazi yake pale ni gani katika boma? Katika maisha ya kila siku. Maisha ya kila siku katika boma mara nyingi kwa wakati wa nyuma. Maana sisi tunazungumzia wakati wa nyuma. Wakati wa nyuma mara nyingi bibi ndiye mwenye kushughulika na kazi za shamba na kazi za jikoni na kuhusu watoto. Baba ya kazi yake ni kidogo sana. Na mara nyingi baba huwa ni kunywa tu pombe, ulevi. Majukumu ya kuangalia mji huwa ni bibi. Ndio maana unapata wengine wana wabibi wawili, watatu. Kama ni shamba ni wao. Kama ni kushughulikia watoto, kushughulikia nyumba ni wao. Bwana kazi yake ni kukaa. Nafikiri mpaka sasa hivi pia inaendelea lakini haina uzito mwingi. Wale kina mama unaona mjani jana wanauza fagio, wanauza sijui matunda na nini. Wale wakifika jioni wakirudi kama ambao wanaishi Utange, wengine wanaishi sijui hapa Shariani, huwa kila chopata chote anampelekea bwana. Kweli? Yaani mimi bwana nimeamka asubuhi. Sasa sijaenda kazini. Nataka niende nikapige gumzo na wazee wenzangu. Tukikunywa pombe pale. Na pombe ilikuwa pombe gani? Mnazi. Tunaenda kukunywa mnazi pale. Sasa bibi nimemwacha nyumbani. Yeye anaendelea na kazi za kila siku. Atafute pesa. Yeye ndiye atafuta chakula. Kila kitu. Sasa ameenda kutafuta pesa. Akitoka kazini, hizo pesa ananiletea mimi. Naletea bwana. Tunazungumzia wakati wa nyuma, sio wakati wa leo. Wakati wa nyuma. Yule bwana saa nyingine kazi yake ni ulevi tu. Yeye ile shamba pale yote ni yake. Wewe bibi wa kwanza ushughulika na yeye, na wewe unashughulika na yeye, na unashughulika na yeye. Kisha at the end of the day anataka kujua ni nini kinaendelea upande wako na kwa mwenzio na kwa mwenzio. Wote hawajue mapato yanatokezea. Na kile shamba tuseme za kumganya kila mmoja eka moja au eka mbili. Iye ni yeye na familia yake. Mke wa kwanza wewe. Na mke wa pili naye namganya eka kadhaa. Ni yeye na familia yake. Na huyu zote tatu kila mmoja anashuhudia. Ikiwa mfano nayo mali ya kutosha huwa ni inagawanywa. Kuna wengine wenye kufahamu ugawanya kabla hawajakufa. Kuna wengine wanaacha matatizo wakiwa wao wameaga. Kwa sababu hii familia bibi hawa wawili uweze ikawa labda haielewani. Na familia hii nyingine hii inaelewana. Sasa conflict inakuja kulingamana na urathi. Sasa hapo kulingamana na leo kila kitu maandishi chini kila kitu. Umesema pale nyuma ulikuwa unaletewa pesa. Hizi pesa sasa wewe ndio unapangia. Unafanyia budget sasa. Lakini nyingi zinaenda kwa pombe. Nyingi za kwa pombe. Mnazi. Yaani unapiga sherehe. Sherehe ukifika kule kwa wale hata ukana wenzio una raha. Sasa unatoa pesa kama hivi sasa pesa kama hizi mfano. Hizi hapa ni kama shilingi 1500 hizi. Mfano wake kuonyesha. Sasa pesa kama hizi
Kwa leo si nyingi, kidogo. Lakini kwa wakati wa nyuma hii pesa nyingi sana. Hiyo ni pesa nyingi sana. Pesa nyingi sana sana. Tena kwanza wewe utaulizwa, hata polisi wakikupata unaweza kuingia kwenye matatizo. Umepata 1500 wapi? Unafanya kazi gani? Sasa zile pesa baba anapanga. Si chakula inatoka hapo kwa shamba. Na mboga zinatoka hapo kwa shamba. Walikuwa matumizi mengi sana hakuna. Isipokuwa ni bwana awe mzembe. Pombe awe mzembe pia kutafuta mahando. Ilikuwa sio marinda, ilikuwa ni mahando. Na alikuwa hafiniki matiti, walikuwa yako wazi kipindi hicho. Sasa umesema kitu fulani hapo nikakumbuka swali. Katika hizi sub-tribes 9 ya Mijikenda wamekubaliwa kuoa mabibi wawili watatu, polygamy. Umekubaliwa. Tuseme hii imechangia katika mila za Kiafrika. Maana wacha tu Mijikenda, hata nafikiri Wajaluo pia. Na katika kidini sisi Kiislamu pia unaruhusiwa. Lakini dini pia ina masharti. Nafikiri hata mila pia na masharti. Dini inataka wale mabibi watatu au wanne ambao ulioa uwaeke sawa. Afya kwanza uwe vizuri wewe mwenyewe. Kimatumizi uwe vizuri wewe mwenyewe. Uweze kuwatekelezea hayo majukumu, yasimamie wote. Na ikiwa itakuwa majukumu kwingine kwingine kunalemea, hiyo kulingamana na maandishi ya kidini huwa wakosea. Ulitaka wawili ni kuonesha nguvu zako ilikuwa ni nyingi. Pili, matumizi yako yalikuwa yako hali ya juu, ulikuwa unaweza kuwatimizia wote wanne. Ikiwa hutafanya hivyo, kiulimwengu sawa. Ile tofauti ulioifanya itailipwa kesho. Sasa hii inategemea nini? Mtu dini. Lakini katika mila kukonsida hiyo hakuna. Hakukuwa na hata kama ilikuwa iko akili kwa haina uzito. Hapa kwa boma. Mimi ni kijana pengine kutoka Mali, ama mimi ni mgeni sasa nimekutembelea. Katika mila desturi zenu, nitajuaje huyu amevaa hivi ni msichana na huyu amevaa hivi ni mama? Huyu ameolewa, huyu hajaolewa. Mimi nitajuaje? Katika upande wa mavazi hayana tofauti. Wote wanavaa mahando, lakini sana sana kwa wakati wa nyuma kama nilivyokuambia ilikuwa hawastiri hii matiti. Ilikuwa hawastiri. Ilikuwa ukimwona mwenyewe utajua huyu bado ni msichana kulingamana na yale matiti yalivyo. Na yale matiti ambayo yameanguka, huyu ni mama huyu, au ni bibi ashaolewa. Hapo ndio za kutofauti. Lakini hakuna alama fulani ambayo inaweza kukutambulisha huyu ameolewa au hajaolewa, isipokuwa hizo ishara mbili. Naonanga wengine wakivaa sijui inaitwaje, ninja hivi na chamacho peke yake. Hiyo si yetu. Hiyo si mila ya nyuma kwako. Una katika tukirudi wakati wa nyuma, ninja ni mambo yamekuja juzi na jana. Ninja ni kujistiri. Haijasisitizwa sana, lakini ni muhimu. Kwa sababu mwanadamu ana kwa ana waweza kuvutiwa. Kuna vishawishi na vivutio kwa yule yote atakayemuona kama mwili wote. Pale utupiga mahesabu. Utakapopiga manake kuzini kunaanza na kuangalia. Chaelewa? Utapiga mahesabu, huyu bodi yake iko kadhaa, sura yake iko kadhaa, utasema huyu ni hivi, lao nampata, lao nini. Hapo wewe tayari ile mipango na upanga na kichwa chako na kumwangalia yule, huwa tayari umezini. Lakini kama humuoni whole body na ala humuoni face, sasa pale ile inaitwa kustiri. Unajistiri. Hata mimi nikimwangalia sitakuwa na haja. Una haja hivyo. Maana yake humuoni kwa haja na hata kama ni chongo pia huwezi kujua kirahisi. Sielewa. Huwezi jua. Sasa pale ile ina umuhimu sana. Imesisitizwa lakini si sana, lakini ina umuhimu kwa yule mwenye kuvaa. Kuna baadhi wanapuuza, kuna baadhi wanafuatilia. Lakini si ati imaanisho wame rule out isivaliwe au wame rule out ivaliwe. Yule mwenye anapenda. Yule mwenye anapenda na pia atakuwa ametekeleza wajibu wa dini. Mzee Bakari, kuna
mahali huwa nasikia zikiitwa kayas. Natisikianga mtu akiitwa mzee wa kaya. Ndio. Hebu tueleze kaya ni nini na mzee wa kaya ni nani, na hapa nini panafanyika pale, nini huwa anafanyika pale? Sasa kusema kweli, mzee wa kaya kama hivi leo mzee wa mtaa. Tukirudi unyuma, kaya ni sehemu ambazo kwamba watu wa nyuma wanafanyia matambiko, rituals, spirituals. Sasa huwa kuna mkuu, yule mkuu mzee wa lalo, mzee wa lale maana ndio mzee wa mtaa. Na yale matambiko yeye naye hakuyapata, aliyapata yako vile akarithishwa na yeye yako nayo, kisha naye akiondoka atarithisha. Matambiko yenyewe ni hivi, kama vile nimekuambia vile vigango. Vile vigango kuna vile vya kwenye makaburi, kuna vingine vimetengewa mahali kwenye miti au kwenye mapango. Sasa ni kama mahali kwao, mahali pa kuabudu, kwa sababu wakati wa nyuma walikuwa hakuna dini hizo. Ndio kaya. Wakati kwa mfano kwa imani yao, kia mvua hakuna, wanakwenda pale wanaomba, na Mungu anampa mtu atakavyomuomba, atampa tu. Ukiomba jio, ukiomba nini, bora imani yako iko kwa Mungu au imani yako kwa ile jiwe ndio. Lakini sasa kupitia kwa Mwenyezi Mungu, unashanielewa? Sasa pale ile mtu anaenda pale, kwanza mvua hakuna au kunaingia maradhi, kama vile leo kulikuwa na corona. Ilikuwa wakati wa nyuma, kama vile corona imeingia, watu wanagonjeka sana, watu wanakwenda kaya, anatafuta yule mzee wa kaya, yani mkuu. Yule anatafuta na watu wake kadhaa, wazee kadhaa, si watu wote. Kisha wale wanakwenda pale, kuna zile burning incense, ubani. Wanaenda pale na moto, wanaanza kuweka moto, kisha wanalilia kila ambacho kwamba kinaendelea kwa mji. Ikiwa ni mvua wapati, walilie mvua. Ikiwa maradhi, wanaomba kulingamana kuwa ndio ibada yao, kuwa maradhi yale waondekee. Kwa ile imani ambao wako nayo, kwa ile imani ambao wako nayo, huwa sasa inakuwa, kwa sababu yoyote, mambo yoyote yanakwenda katika ulimwengu kulingamana na imani yako. Imani yako kama imeabudu ili bati litanifaa, au mchanga huu nikitia maji nkinwa nitapoa, basi moja kwa moja inakuwa hivyo. Sasa zile kaya zilikuwa zina wenyewe, sikuwa ni kila mtu atakwenda pale. Na katika kila sehemu za miji huwa kuna kaya. Shanaelewa? Sasa zile kaya kuna wale wenyewe wahusika, kuna wenyewe wahusika, watu wazima, wale wazee. Yule akiondoka ulimwenguni, kuna ambaye kwamba anafuatilia, inachukua. Sasa imeenda mpaka ikafika hii generation yetu, ambao kama mambo na kaya haya yako kwenye akili. Mambo yaliyoko ni ya western life. Sasa sisi pekee tumeacha mila. Mijikenda karibu Afrika nzima ameacha mila. Mambo yanaenda kizungu. Sasa mimi mara nyingi naambiwa, ushawahi enda kwenye matanga ya Mijikenda? Pale kuna mlo. Kama sisi pengine huwa tunafanya, mtu akifa tunamfanya sherehe kweli kweli. Je, nyinyi mwafanya vipi? Ama wakati wa nyuma mlikuwa mnafanya vipi? Mtu ameaga dunia pale, kulingamana na vile hii ncha za siku ambao kwamba mimi nilikuwa ni mdogo na nilikuwa nikiyaona, ilikuwa mtu anakuja pale kwenye matanga, nyumba ni hii mfano hapa. Akifika pale anakwenda amebeba kuni, au amebeba kitu fulani, ana contribute. Maji yatoka mbali, ana contribute, analeta maji. Wengine wana contribute kuleta maji, wengine wana contribute kuleta kuni, wengine wanakuja na unga, wanapika. Anapika, anakaribisha watu kadhaa, wakaa pale kuomboleza. Kuomboleza kwenyewe ni pombe. Lazima wanaomboleza mpaka ile siku ya kufariji. Siku ya kufariji
wahusika wa yale matanga, wahusika wa yale matanga huwa wale wanakuwa wana contribute kwa kiwango cha juu. Sawa, kwa kiwango cha juu. Na wanafuatilia majirani pia nao wanachangia. Tuseme bwana amekufa kwenye boma. Ndio. Katika jamii ya Mijikenda sasa. Bwana amekufa kwa boma. Ndio. Amezikwa. Je, kulingana na mila na desturi za watu wengine ama jamii zingine, unapata kama mimi Mjaluo, umekubaliwa kupata mtu, mama amekubaliwa kupata mtu, ama kama ni shemeji yake, ama hata kama ni mtu wa nje pale, haje aishi na yeye hapa. Je, nyinyi mlikuwa mnafanya hivyo? Kwa sababu siku hizi tunaona mtu akafa, bibi anasema yeye amebaki na Yesu. Yesu ndio Bwana. Ndio. Kisha mrongo. Kisha ni mrongo. Sasa ni hivi. Kusema kweli, hiyo tunaita kuoa ufa. Unajua maana ya ufa? Ufa ufa. Hebu nieleze. Ufa ni bibi mjane. Sasa ufa si ni kupasuka kwa nyumba. Kama hivi hapa pasuke hivi, hiyo tunaita ni ufa. Sasa Waswahili wanasema ni vizuri kuziba ufa kuliko kujenga ukuta. Sasa nafikiri unaelewa. Nishaelewa. Sasa badala ya kuwa sasa wewe yule mtoto wa kike nduguye yuko hapo, haina haja kutafuta mtu nje. Huyu nduguye ana ruhusa ya kuziba ufa. Sio kutolewe mtu nje. Shanielewa? Urathi unaendelea mpaka sasa katika mali, urathi unaendelea katika mke. Mke yule brother aliacha watoto. Watoto wale ni wangu. Kwa sababu mimi ndugu yake fulani. Na wale wengine watapatikana pia ni wangu. Hawa wote ni watoto wangu. Kwa sababu nimerithi kutokana na ndugu yangu. Lakini kwa wakati wa leo kurithi inakuwa ngumu kulingamana na maradhi. Sijui brother yangu alikufa shauri ya maradhi gani. Kweli. Shanielewa? Sasa wakati wa nyuma nafikiri huko kwenu watu walikuwa wanazika karibu kila mara. Sababu ya urathi wa bibi. Unamrithi fulani, kumbe alikufa na wagonjwa leo. Anakwenda. Mwingine naye anarithi, mwingine ukiondoka wewe unarithi nayo unakwenda. Sasa siku hizi si wengi wanaopendelea hiyo desturi, imekwisha. Lakini wakati wa nyuma ilikuwa sana inafuatiliwa. Ilikuwa inafuatiliwa sana. Tena kwa ukaribu. Tena si nipande karibu zote. Kwenyu na kwetu. Na je, mnafanya intermarriages? Je, mnafanya na kabila zingine kama sio Mijikenda peke yake? Tuseme kama Mdigo ameolewa na Mduruma au ameolewa na Mgiriama, ndio hivyo hivyo. Je, kama kule Wakamba, tuko na Wataita, tuko na Wajaluo. Kwa wakati wa nyuma walikuwa hilo walitia, walikuwa haliendelee ile jambo. Kwa sababu mila alikuwa zimeganda. Ikiwa ni Mgiriama ataka kuoa Mgiriama, ikiwa ni Mduruma ataka kuoa Mduruma. Lakini kama nilivyotangulia kusema kuwa mila zimeachwa sasa hivi, naweza kuwa kabla yoyote. Tumesema wote ni binadamu na wote ni wa Kenya. Sasa chaguo ni nyinyi wawili. Haijalishi huyu ni Mkamba, haijalishi huyu ni Mkikuyu, haijalishi huyu ni Mjaluo. Chaguo nilikwambia, watoto mbele, wazazi nyuma. Kuna neno hapa. Kule bara kama kule nyumbani, watu wakija huku wanaambiwa Mijikenda hao watu wana wale wazee wabaya sana kwa madawa. Je, ni ukweli? Na pia nyinyi kama Mijikenda ni mara nyingi niseme mlikuwa mkitumia hizi dawa za kienyeji sana, na mlikuwa mnazitumia vipi na hali na wapi? Sana sana kulingamana na haki na imani hali ya mtu. Kuna hizi dawa watu wanazitumia katika njia inayofaa. Kuna baadhi ya watu wanatumia hizi dawa kwa njia isiyofaa. Kwa sababu leo tuchukue mfano mdogo. Mimi ni mgonjwa na dawa ziko za kienyeji. Wakati wa nyuma walikuwa watu waendi hospitali. Kumbuka walikuwa wakifanya hizo dawa. Kisha mtu akapoa na akaendelea kuishi. Na sasa hivi sasa kusala niko kazi. Uone. Wakati wa nyuma ilikuwa naweza kufikiriwa watu kama anachukuliwa dawa za mti,
anatibiwa nazo na anapoa. Lakini kuna baadhi wengine wali misuse. Anafanya dawa zile kumdhuru mwingine. Chanielewa? Kumfanya mabaya. Piteni, niko na kazi. Inafanya dawa zile sio za kumaendeleo, ni za kurudisha mtu nyuma. Labda maisha yako ni mazuri, familia yako ni nzuri, familia nyingine haina. Sasa hapo unatumia dawa za kurudisha mtu nyuma kimaendeleo au kimaisha. Anaweza kumtia maradhi, yote yafanywa na Mungu. Lakini sasa kulingamana na wakati wa leo, kama nilivyokuambia, Mwenyezi Mungu anamkubalia mtu kwa lolote analoliomba, kwa lolote, kwa chochote anachokiamini, ikiwa ni mti, ikiwa ni jiwe, ikiwa ni nini. Na akienda kule kunako ambako kwamba watu hawatakikana wasiende, lakini watu waenda, akienda akifanya mambo kama hayo, mara nyingine hufanikiwa. Lakini hesabu yake ya kesho iko. Leo ulimwenguni hakuna shida. Umetaka na umekubaliwa, umetuma ombi lako na likakubaliwa na likawa fulani, sasa maisha yake yanameharibika, ndio raha kwako. Dawa zilikuwa ziko na mpaka leo ziko. Lakini za nyuma zilikuwa na nguvu nyingi kuliko sahihi. Sasa inategemea utatumia kwa vipi. Unajua kila mwanadamu ana wivu. Kila mwanadamu. Lakini sasa tegemea wivu wake ni wa vipi. Mimi nina wivu, labda wewe una nyumba nzuri kama hii, na mimi mfanye bidii na wewe nipate hata nizidi kupita hii yako. Huo ndio huitwa wivu wa maendeleo. Wivu wa kurudishana nyuma ni kwa mimi nataka wewe uharibikiwe, mimi niwe vile vile na wewe hivi vile hivyo. Nibaki tu pale. Ubaki pale pale, usonge mbele. Kama ni mzigo nizidi kukuongezea, uzidi kurudidudimie chini. Lakini sitaweza kusema huyu amefanya, alifanya nini? Alifanya bidii. Na mimi acha nifanye bidii, nifanye hii. Ukifanya bidii na mkimwomba Mungu, utafanikiwa imani yako. Na hizo dawa unazosema zilikuweko na mpaka leo zipo, lakini ategemea wazitumia vipi na inamaanisha nini. Narudi tena kusema, kulikuwa hakuna Aspro, kulikuwa hakuna Panadol, kulikuwa hakuna Chloroquine, zilikuwa ni miti hii ndio watu wanatumia kwa kujitibu na kujifanyia mambo yao. Lakini wengine walitumia kwa njia mbaya. Sasa wewe ni mzee. Ndio. Nataka kukuuliza swali tukimalizia, kwa sababu swala la culture ya Mijikenda ni kubwa, hatuwezi malizia. Mimi nataka kuoa. Nimeona msichana mrembo kwenu huku. Tunaambiwa kwamba unataka kuoa msichana Mijikenda? Wewe hutarudi nyumbani. Ndio. Wewe utazidi kuwa tu huko. Ukipata hutarudi nyumbani na watu wakubali. Je, ni kweli nyinyi hamkubali msichana wenu? Tuarudi pale pale tena kwa mwanzo. Nimekwambia hizo kuwa, manake huyu aliyesema hivyo au hao wanaosema hivyo wote hawakuimanisha chochote, wamemaanisha dawa. Ni dawa sasa wanaongelea. Sasa lakini nikakwambia dawa ziko, lakini nategemea utazitumia vipi. Kuna watu wameoa hapa wako Kisumu, kuna watu wameoa hapa Nairobi, na kisha mwisho wa mwaka wanarudi kwenda kama Christmas, wanakwenda kukula Christmas. Na wake zao Wagiriama, wake zao ni Wadigo. Sasa ile imani yako ndio ambayo itakulekeza au itakupotosha. Unanielewa? Wewe unasikia, angalia kama pale Fort Jesus kula mapaka. Kule Nairobi wanaambiana unajua wale usienda huko Coast, kuna mijipaka. Ile mijipaka ni majini. Paka ucheki poa sana. Kuna mabuda, kuna wazee. Ni noma hao ni noma. Sasa hizo ni wale rumor mongers. Manake paka wako mahali popote, majini wako mahali popote. Sasa inategemea wewe wataka uwe nao au wataka kukaa na Mungu. Sasa mzee, umesema ni wewe uchague. Chaguo lako. Chaguo lako la kuendeleza au la kupotosha. Na kurudisha nyuma kidogo. Nakurudi. Mnakubaliana kwamba nyinyi pia mnaweza fanya polygamy. Sasa mnasema kwamba nyinyi
mpea mmekubaliwa kufanya polygamy. Pale kwa boma wewe sasa uko na wanawake 2 watatu. Ulikuwa unapangaje, unataka leo unaenda ulale pale, leo ufanye vipi, leo uende kule, mlikuwa mnafanyaje? Yule mzee mchaguo lake. Kuna baadhi wanapanga siku kadhaa hapa, siku kadhaa pale. Lakini mtu na kwake hakontroliwi. Aidha kwenda hapa kiakena na pale, lakini usilemee upande mmoja. Usilemee upande mmoja. Fuata haki. Ufuate haki ile inavyotakikaniwa. Si ule wataka wote, watimizie wote. Kiafya au kingono wote watimizie, na kimatumizi wote watimizie. Usiweze kulemea upande mmoja. Hapa kwa uko na mabibi 2 watatu. Kuna community zingine ama kabila zingine vile wazee walikuwa wanafanya, maybe leo kuna mama fulani anajua mzee atalala kwake. Nyinyi mlikuwa mnafanya vipi? Kama wale wazee wenyewe na wale mabibi wenyewe wanajua baada ya siku kadhaa ni mimi, baada ya siku kadhaa ni mwenzangu, baada ya siku kadhaa si imepangwa ile orodha. Sasa ile haina mabadiliko. Sasa kufanikisha hiyo mambo ndio namuita aje kupima pombe ili kuzidi kumtilisha moral. Unamuita aje apime pombe. Unakaa mahali. Sasa so you are my friend. Kama hivyo umekuja. So my wife is going to serve us with the drinks. Sasa na yeye anajua wazi leo ni mimi. Apima pombe. Sasa so that he can get that feeling. She can get that feeling. So ulikuwa unamuita ama unatua mtoto? Hata naweza kumwambia tonight you serve us. Za kumwambia tu tonight you serve us after dinner. Au maybe nimekuinvite kwangu kwa dinner na kinywaji. Nikami kuagilisha kwa kinywaji, nitakwambia mwambie fulani apande kwenye minazi alete pombe kiasi fulani na mgeni. Na kama utakuja paka kwa dinner pia nitamwambia ongeza chakula kwa sababu kuna wageni 2 watakuja. Sasa anafuata oda zangu. Na mipango ya kulala huku na kule, hii ni kitu ambacho kwamba saa zingine hata inaja kusema kinakwenda automatic. Kama itaenda clockwise au anti-clock, itategemea. Sasa hapo wewe bibi yule mwenyewe atajijua leo mimi mzee waja. Na siku hiyo mzee apike chakula kizuri akule. Jioni akae pale. Sometimes iko pekee tu na wanawe pale, huyo bibi kwa hapa kwa pembe, kazi ni kunipimia. Na pombe anapima tu pombe. Kisha kimuona hata mzee amezidia akamwambia sasa watu waende walala huko. Akijua siku leo ni hii. Asua hanyu sana. Sasa ulisema kitu kwamba kufariji hapa kwa matanga ilikuwa vipi? Kuna siku ya kufariji, sijui kwa kwetu huwa kwa Kiislamu hizo ni matanga. Katika elimu ya zamani ilikuwa haina shida, lakini elimu ya sasa ya dini imesonga mbele. Hata imegawanyika, kuna Sunni na kuna na Shia. Kuna baadhi wanakubali matanga, kuna baadhi hawakubali matanga. Kuna baadhi wanakubali maulidi, kuna baadhi hawakubali maulidi. Hiyo ni mambo ya leo. Lakini wakati wa nyuma na hata hivi sasa pia kuna sehemu inafanyika pia. Siku ya kufariji ni siku ya kuondoa matanga. Utasikia kwa kina fulani leo kwa chinjwa. Sasa wale wenyeji watatoa ng'ombe zao, na wale majirani kuna baadhi nao watakuja na kama nyama zao pale pale au wengine wachinja mbuzi pale pale, lakini kuashiria kuwa inahusika na hii matanga. Hii kwa inasema kufariji sasa. Unachinja sasa watu wanakunywa mapombe na nini. Baada ya hapo matanga yameisha. Kila mmoja anakaa kivyake. Na pale pale kwenye matanga nakwambia kuna mengi kutokea ambapo kwamba hayapendezi. Kama gani? La kwanza, Afrika unajua sisi hatuoni marinda. Hapo hapo unaweza pata rinda. Hapo unapata shanielewa. Na sasa ndio unaona katika kidini
wengine hawataki matanga kwa sababu kama hizo. Hiyo inachangia. Kwa sababu yule ameaga enda matangani na mimi nimesema enda matangani. Hapo ndio tunakufanya uovu wote au uchafu wote kwenye hapo matanga. Kwenye matanga. Sasa ukilingamana na kidini, okay, kama una dini unafanya potelea mbali, lakini kidini sasa hapo inachangia machafu. Badala yule maiti kule apate dua zenu, au hata kama hamna dua lakini akae na Mungu wake. Lakini mimi mnaongeza mengine ndani. Wewe umeenda pale matangani una mambo yako. Una mambo yako. Huko enda pale kwa sababu kwenda kuomboleza. Unakwenda pale kutafuta bibi ya mwenyewe au kutafuta binti ya mwenyewe. Ndio kitu cha muhimu kilichokupeleka. Sasa ndio unaona wengine wanakataa matanga. Lakini tukienda kwenye kimila ilikuwa inakubaliwa matanga na kufariji, wanachinja wakimaliza, mwenye nini analeta pale wanakula, maliza hapo matanga yameisha. Lakini harusi za watu wa kizamani zilikuwa hazina bashasha nyingi kuliko matanga. Na sana Mijikenda bashasha nyingi ziko kwenye matanga. Kwenye matanga. Kwenye matanga ndio kuna bashasha. Bashasha. Si kwenye harusi. Si kwenye harusi. Harusi zenyewe leo na modify. Utapata kuna disco. Utapata sijui wanawake wana nguo sare wanavaa. Kuna mambo mengi ambayo kwamba hayakuwa. Wakati wa nyuma kwa ngoma zinapigwa pale ndio, lakini za kienyeji hata haijalishi nguo, haijalishi nini, ni ile kwa kufariji watu wapiga ngoma wale wanwe kisha kila mmoja ndio kwao. Lakini leo utapata matanga pia watu wanavaa nguo aina moja, sare. Kuna sare za waume, kuna sare za wake leo. Ndio nikakwambia ile mila au zile mila zilokuwa sasa hakuna tena. Mambo ni kizungu au mtu anafanya vile anavyotaka. Majibu au finali ni ukifa. Sasa nyinyi kama Mijikenda mnazungumza lugha tofauti tofauti ila huwa mnakaribia na mnasikizana. Ndio. Je, mna preserve aje language zenu? Kupreserve ni vipi kwa Kiswahili? Kuhifadhi. Mnahifadhi vipi hizi lugha zenu, zile muziki zenu? Unaona? Zile kukata ngoma jinsi ambavyo mlikuwa mnacheza, mnazihifadhi vipi? Je, kuna vitabu, kuna nini? Okay. Kusema kweli mambo yote hayo ni kama inheritance. Mimi niliona babu yangu akicheza hivi. Sasa ile ndio mimi nitaikopi. Nitacheza vile vile. Sawa? Na wewe ambaye ni huko kwa hiyo kabila utakopi. Kumbe Wagiriama wacheza hivi. Na katika zile ngoma kuna aina tofauti. Na mavazi yake tofauti. Kuna ngoma inaitwa Kifudu. Kuna ngoma inaitwa mesahau namba. Kuna Mwanzele. Zote hizo ni ngoma za Mijikenda hizo. Kuna Mdudumiko. Zote ni ngoma. Sasa inategemea ni gani ya matanga na gani ya Kifudu. Sana ilioni ya matangani. Na nyimbo zenyewe huwa ni za matusi. Na hii ni ya gani? Hii taarab, hii ni gani? Taarab. Hii ni mambo ya Egyptian. Walikopi wakati wa nyuma. Walipokuwa Arabu ni wengi hapa na Wahindi ni wengi. Muhindi aliingia hapa katika karne ya 18, 1896 kutoka kwao. Kwa sababu Mwingereza alitawala Kenya, Mwingereza alitawala India, alitawala Canada, Uganda, karibu nchi nyingi sana, mpaka Amerika pia alitawala. Sasa taarab zimeletwa na hawa ndugu Egyptian nations. Arabu hawa, na walikuwa wakati huo wengi wanakuja explorer kutoka sehemu tofauti. Hata Wachina walikuja hapa kwa wafanya biashara. Mwarabu alifanya biashara sana na kisha mwingi alikaa hapa kama nilivyotangulia kusema kuwa pia walioana. Wahindi nao walikuja hapa walipojenga hiyo reli kutoka hapa mpaka Uganda. Kuna baadhi walizalika hapa wakawa na automatic citizen. Wakanunua wananchi ulikuwa bure. Kenyatta alipokuwa sema bure wananchi,
Watu wakadharau, ikaja mpaka mwisho kwa shilingi 30. Ikaenda mpaka sasa mamilioni ndio upate wananchi. Kaenielewa? Sasa watu walikopi. Lakini taarabu si yetu. Si yenu. Si yetu. Sasa hapa kwa Mijikenda tuko na Wagiriama, tuko basi. Kuna swali nilikuwa na saa na umefanya vizuri, nimekumbuka. Kwa Wagiriama tulikuwa na yule kiongozi wa zamani alikuwa anaitwa Mekatilili wa Menza. Mekatilili. Sasa hawa wengine kama Mdigo, Wadigo, sijui Wachonyi, Waribe, Warabai, je, walikuwa pia na viongozi wao ama walikuwa tu kwenye ile umbrella? Tuseme huyu Mekatilili. Mekatilili ni ana madhumuni. Alikuwa hakutaka Mwingereza atawale. Na alikuwa na bwana mumewe akiitwa Wanche. Mekatilili aliwasumbua sana Waingereza kwa sababu pia alikuwa anatumia njia za kimiujiza. Mekatilili alifungwa Fort Jesus. Akatolewa Fort Jesus akapelekwa kwa itwaje kule kwa Kisii. Mekatilili akapatikana tena kule, amekuja kimiujiza, akapelekwa wapi? Shimo la Tewa. Shimo la Tewa nafikiri kama sikukosea ilikuwa kwenye 1950s hii. Mekatilili baada ya pale, kulingamana na ufahamu wangu, haikujulikana tena Mekatilili amepitia wapi au alikuwa wapi, alikufa au vipi, haijulikani. Sasa swali lako sana lilikuwa linalalia upande gani? Swali langu lilikuwa kwamba Wadigo pia walikuwa, Mekatilili alikuwa ni Wagiriama. Mgiriama. Wadigo pia walikuwa na kiongozi wao. Kwa sababu wakati wa nyuma unaona hapa hii sehemu hii yote sisi tulioko hapa tuweza kuunda kabila. Kwa sema sasa sisi ni Digo. Sasa Digo walilalia sana upande huu, upande wa South Coast. Upande wa South Coast. Ukenda huku wamechanganya huku North. Maana huko North ndio kuna nyingine. Huku Mduruma yuko, paka Samburu Mduruma yuko. Ukenda Kinango Mduruma yupo. Lakini ukweli wa mambo ni kuwa kuna mipaka. Baina ya Mduruma na Mdigo. Kuna intermarried pia. Japokuwa kuna vita baridi ambavyo vimeendelea vya kuchukiana. Huyu ampendi huyu na huyu ampendi huyu. Haya ni mambo ya kawaida kwa kila mahala. Ni kawaida. Lakini ukweli wa mambo, kuna sehemu ambazo zina mipaka kwa Waduruma, kuna sehemu ambazo zina mipaka za Wadigo. Lakini ukweli wa mambo, hii yote karibu ni Digoland. Lakini ina mipaka. Original ni Digoland. Sasa ile mipaka ndio iligawanya Duruma. Kama nilivyokuambia, waweza kwenda sehemu huko kama Shimba hizo au Kinango, utapata idadi kubwa ni ya Wadigo, yani wa Duruma. Ukenda huku njia kwenda ya kwenda wapi huku Taru, huko utapata idadi kubwa ni Waduruma. Waduruma wale wanaongea Kikamba na Kimijikenda. Wewe kama Mzee Bakari, wewe ni Wagiriama, wewe ni Mchonyi, wewe ni Mdigo, Kauma, Rabai, Ribe, wewe una belong wapi? Where do you belong? Mimi na belong kwa sababu mimi nilikulia katika upande wa mama sana, nilalia. Katika kuelezwa wazazi wetu wajua hakutolea, hata mimi sijui miaka yangu sawa sawa. Kuna mambo ambayo hatukuelezwa. Siwezi kuambia miaka yangu, nitakudanganya. Sijui. Na kulingana na kabila, mamangu walikuwa ni Mkauma. Shanielewa. Lakini kisha huyu baba nikaambiwa ni Mkauma pia alikuwa. Lakini upande mwingine unapata wengine kuambiwa ni Mduruma. Na mimi alikuwa Mduruma. Sasa huna uhakika. Sasa uhakika wangu mimi ninavyotumia, natumia Mkauma. Kwa sababu kwa upande wa mama. Ni kwa upande wa mama. Upande wa baba huona upande wa mama, wa baba pia niliambia ni Mkauma. Lakini kisha farakano katikati ya baina ya mama na baba na familia. Sasa ikawa asema huyu babu yenu alikuwa Mduruma. Mimi nasema babu yenu alikuwa Mkauma. Sasa inaweza kusema yoyote. Ni kama hivi sasa miaka nikikwambia nitakwambia 65, nitakwambia 69, 70, nitakwambia kwa sababu ya nini? Hakuna notification. Hakuna hata moja. Sasa hivyo ndo tukubaliane kuwa nimelalia kwenye Ukauma. Wewe ni Mkauma. Unazungumza lugha ngapi wewe?
Katika lugha ninazozungumza sana nazungumza Kiswahili, Kiingereza na Kijerumani. Kijerumani unazungumza vizuri? Vizuri. Ulisomea? Mimi nilikuwa nafanya kazi na Wajerumani kwenye mahoteli. Nilikuwa ni kama dawari. Dawari ni is a waiter. Nilikuwa serve drinks katika hoteli za watalii. Hapo walikuwa wanaoni watalii wetu wengi walikuwa ni Wajerumani. Ndio nikawa nimesoma kutoka kwao. Sijaenda shule kusomea. Nililearn through listening. Listening. Hata shule hukuenda? Hata shule nilienda lakini siku chache sana. Lakini pia nikasoma Kiingereza kingi, nimesoma kutokamana na wale wateja wetu wanaokuja pale. Walikuwa wengi ni Waingereza na Wajerumani, na ndio na mimi nikachukua hiyo lugha ya Kiingereza na Kijerumani. Na unazungumza kwa ufasaha? Ni kwa ufasaha. Ukimalizia unataka kuambia watu nini mara ya mwisho? Na ukimalizia pia wazungumzie kidogo lugha ya Ujerumani. Yani kuonja. Uambie kitu. Okay. Mein Name ist Bakari wie Bakadi. Das ist Spitzname. Was ich mache? Ich mache Führung. Ich mache Führung von hier nach Stadt von wie heißt die? Stadtzähne in diesem Tempel und dann bis die Festung vor Jesus spazieren. Ich kann auch erklären. Ich kann mal erklären von der Festung und erklären von der Stadt. Die alte, das Husband jetzt in die Mombasa ist schon jetzt 2 Jahre alt. Und die Leute wohnen hier, viele sind Mohammedaner. Wir haben 70 bis 80% Mohammedaner in Mombasa. Ganze Mombasa, die wohnen in Mombasa ist 1,5 Millionen. Und dann 70 bis 80% sind Mohammedaner. Ich spreche Deutsch, aber Deutsch ist sehr schwierig. Entschuldigung, ich kann das sagen. Oder erklären oder erzählen. Unamaanisha nini kwa Kiswahili? Okay. Katika lugha ya Kiswahili nimesema kuwa mimi ni guide, mimi natembeza wageni kuwapitishia mapembeni kwenye mahekalu ya Wahindi, kwenye ngome ile ya Fort Jesus, na huwa naieleza Fort Jesus vile ilivyo, na mji wa Mombasa una miaka mingapi, na watu hapa walioko hapa ni watu gani, na dini ya Kiislamu ina kiwango gani, na pia mambo mengine ambayo kwamba wale wageni wataniuliza na wajibu kwa ufasaha kutokamana na lugha ya Kijerumani. Lugha zangu mimi ni Kijerumani, Kiingereza na Kiswahili. Nimefanya hii kazi, kwanza nilikuwa nikifanya kwenye hoteli za watalii, kisha nikatoka kwenye hoteli za watalii, sasa nimekuwa guide ambao kwamba Kijerumani ita selbstständig. Yani freelancer. Sasa mimi sasa kama mzee unaweza kuzungumza German hivyo, hata mimi sasa nijifunze. Nizungumze Ujerumani kwa ufasaha French, si ndivyo? French usijifundishe, ni ngumu sana. Ni ngumu, itachukua muda. Kijerumani kuna mambo yanaingiliana na Kiingereza. Tuseme kwa mfano, ein is 1. Zwei is 2. Three is 3. Sasa kuna maneno kadhaa ambayo iko similar to English. So it's easy for you to learn. French is totally different compared to English, compared to Swahili. And another good language is very easy to learn, but I don't like it, is that the Italian language. It's easy to learn. I'm telling you that in Malindi, people, they can speak, even the houseboys, they can speak Italian. And they have never been to the Italian classes, but they speak. So I suggest that you can learn German. Is easy for you. German is easy. Yeah. And if you are done with the classes, you need to have an attachment in a hotel so that you can practice your German. But if you go to classes and then you, after a couple of years or maybe some few months, you are done with the classes, I'm sorry, there is no place where you can practice. So you forget everything. So you have to start afresh. Asante sana mzee. Nimeshukuru kuja kwako, ukanikaribisha vizuri. Na najua wale ambao wanaenda kutazama video hii wanaenda
kujua mambo mengi, watajifunza mambo mengi. Ndio. Leo najua wale ambao hawajui wanasikianga tu Mijikenda, watajua Mijikenda za vipi, Mijikenda iko vipi na mambo mengi. Sasa mimi pia nimeshukuru. Asante sana. Sasa na mimi pia nimeshukuru kwa wewe kuja na kueleza. Na katika wale ambao watanisikiza, kuna Mijikenda ndani yake, na ikiwa nataka kukosoa katika niliyozungumza, ni labda nimekosea, namba yangu ni 0227946747. Narudia 0727946747. Ukiwa nataka kunisokoa katika maneno niliyozungumza, nakubali mara 100%. Uje kama nikuonana ana kwa ana, au itakuwa ni kifupi cha maswali ndani ya simu, ndio namba hiyo nimepeana, kwa sababu hakuna mwanadamu kamili. Katika niliyosema kuna baadhi nimenyosha, mengine si kunyosha. Sasa nyinyi ambao ni mmewasikizaji, mnaweza kunipigia, aidha tukutane au kwa simu unaambie kuna mahali fulani ulikosea, hata kwa wakati mwingine usitumie hiyo lugha, tumia lugha hii na hii. Niko tayari kurekebishwa, sina ubishi. Pia nimefurahi sana kwa Bwana Derrick kuja hapa, na hapa mimi mbele ya pale ndio nyumbani kwangu, na kuja huku kwako kuja kunihoji, nimeeleza kiasi ambacho nakifahamu, na ikiwa nitakuwa nikosea, naomba umma au jamaa wanisamehe. Asante sana. Na mimi nimeshukuru. Sasa kwa wale watu ambao wanataka kufika Mombasa, wanataka kujua historia ya Mombasa, sana sana wale ambao wanafika pale Fort Jesus, wale ambao wanakuja wanataka kujua mambo mengi kuhusiana na Mombasa na Coastal Region, mpigeni mzee, mtafute mzee. Mzee atakuelekeza vizuri, atakuelezea kila kitu. Ni maelewano. Just call him, mpatane na kila kitu kitakuwa sawa. Ndio. Asante sana mzee. Asante. Mungu akubariki. Na wewe pia.